إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakumbushana kwa hadithi. Last week tulizungumzia hadithi ya wudhu, tukasoma hadithi mbili. Ya pili tulikuwa tumemalizia, ikawa ya kwanza ni hadithi ya Umran maula Uthman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Ya pili ikawa hadithi ya Amri ibn Yahya al-Mazini. Hatukumalizia hadithi kama hii, hadithi ya thani, hadithi ya saba katika kitabu cha Umdatul Ahkam. Hii hadithi zote ni hadithi za udhu, kufundisha namna ya mtu kushika udhu. Ikawa imekuja kwa hadithi ya Uthman ibn Affan, alikuwa akishika udhu, alionyesha watu namna udhu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaosha viganja vyake mara tatu, alikando, si katika chombo. Kuna mtu anazaruga bakuli vile, lazima mtu aoshe kando mkono au viganja mara tatu. Baada ya hapo akawa anaingiza mkono wake kwa chombo cha kushika udhu, kama ni besheni au ni ndoo. Inakubalika mtu maadamu ashaosha kando mikono zake mara tatu, anaruhusiwa kuingiza mkono wake kwa chombo cha maji akashika udhu na maji kama yale yanabaki kwa masafi, maji si chafu tena. Kwa sababu kuna baadhi ya watu labda wanaona mtu ashatawadhia ndani ya chombo, hayo maji ndio anamwaga, labda ni ndoo anamwaga yale maji yote, maji kama yale yanakuwa masafi. So Uthman bin Affan aliosha viganja mara tatu, kadhalika akachukua mara tatu na pia akaingiza maji kwa mapua na akatoa mara tatu, kisha akaosha uso wake mara tatu, na uso kutoka mwanzo wa nywele mpaka hapo kidevu na sikio la kulia hadi sikio la kushoto, lazima mtu aoshe vizuri uso wake. Na kadhalika akaosha mikono yake miwili hadi katika elbow, akaosha elbow bila kuosha ndani. Yaani mtu akitanaosha mkono wake lazima pia aoshe elbow yake, asioshe ndani, lazima aioshe ndani, aioshe yote mkono mpaka elbow zake azioshe. Kadhalika akapanguza kichwa mara moja, kichwa imeshikana na masikio. Swali kupanguza kichwa, akapanguza kabisa na masikio mara moja. Kadhalika akamaliza akaosha miguu zake mara tatu hadi macho yake ya miguu hizi akaziosha mara tatu. Kisha akasema atakayetawadha, akasema mimi nimeona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitawadha udhu kama huu wangu. Na akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda nahwa wudhui hadha, atakayetawadha udhu kama huu na hajazungumzisha nafsi yake, basi mtu kama yule atasamehewa madhambi yake yote. So hadithi ya pili ikatofautiana na kidogo na hii ya kwanza, kwa sababu pia kadhalika usahabi anasema shahadtu Amr, nilishuhudia Amr ibn Abi Hasan saala Abdullahi, aliuliza Abdullahi ibn Zaid an wudhui nabii sallallahu alaihi wasallam, aliuliza udhu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So fadaa bitawli, na kisha nini, chombo ila ndoo kubwa. Fatawadda lahu, akawatawadhia udhu kama venye alivyotawadha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaosha mkono wake viganja vyake kando. Faghasala yadayhi thalatha, akaosha mikono yake mara tatu. Thumma adkhala yadahu fi tawli,
Baada ya kuosha kando mikono zake au viganja, akawaingiza mkono katika ile taulo, akawaingiza akisukua mara 3. Kadhalika adkhala yadahu faghasala wajhahu 3, kisha akaosha uso wake mara 3. Thumma adkhala yadahu fi tawlin faghasalahuma marratayn ila mirfaqayn, kisha wakati aliosha mkono wake aliosha mara 2. Ile hadithi ya Uthman bin Affan aliosha mara 3, hadithi hii akawa anaosha mara 2. Ikachukua kwamba hii ikaja hukumu ya kuwa inakubalika mtu kuosha mara 2 au mara 3. Yaani mtu anaweza tawadha mara 3, mkono akaosha uso mara 3, kisha mkono ile akaosha mara 1. Kadhalika mtu anaweza osha, anashika udhu kwa mara 1, yaani labda maji ila ni kidogo, akawa anatawadha mara 1. Hiyo ndio wajibu wa udhu, lakini afdal zaidi ni mtu kutawadha mara 3 isipokuwa kichwa. Na hii hadithi bado inaendelea, wa adkhala yadahu fi tawb faghasalahuma 3 marratin faghasalahuma marratayn ila almirfaqayn, akaosha hadi mirfaq mara 2. Thumma adkhala yadahu fi tawb famasaha ra'sahu, kisha akiingiza mkono wake katika chombo kile akapanguza kichwa. Faaqbala bihima wa adbar, yaani mkono wake alishikanisha akafikisha mwisho, kisha akarudisha maratan wahida, mara 1. Kwa hivyo hii ndio sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam venye alikuwa akitawadha, yaani unaruhusiwa kutawadha mara 2 au mara 3, lakini kupitisha hairuhusiwi. Mtu kuosha mara 5 mara 4 hairuhusiwi kisheria. Kwa hivyo udhu ni ibada adhim, na bila udhu swala ya mtu haisili. Na mtu kadhalika akitawadha akawacha nafasi katika mkono wake au katika mguu wake kando huku nyuma, basi mtu kama yule anapata adhabu kali. Je, vipi ule ambao kama anaswali bila udhu, hali yake itakuwa vipi? Hali yake mbaya zaidi siku ya Kiyama. Kwa hivyo swala yake haiwezi kukubalika. Na hadithi ambayo kama tunazungumzia ni hadithi za tahara katika kitabu cha Umdatul Ahkam. Hadithi ya thani tushamaliza, ilikuwa napitia. So leo tunazungumzia hadithi ya 9. Hadithi ya 9 inasema, an Aisha radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yujibuhu tayammum fi tanaulihi wa tawajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mambo yake mengi alikuwa akifanya na mkono wa kulia. Alikuwa akivaa viatu anavaa na mkono wa kulia kwanza, akivaa nguo anavaa na mkono wa kulia, akichana hadi kichana pia alikuwa akianzia na side ya right before left. Kwa hivi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kwa kila jambo lake lote Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hivyo. Na anasema tayammum taqdimu al-yamin ala al-yasar, ni kutanguliza saidi ya kulia alafu kushoto. Fi tanaulihi lubsu na'lihi, alikuwa akivaa nguo zake ama akivaa kiatu, alikuwa akivaa mguu wa kulia kwanza, alafu baada hapo anavaa mguu wa kushoto. Kwa hivyo sisi pia lazima tuige sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalan, unapotia mtu pesa ni vizuri umpata na mkono wa kulia au unapokea na mkono wa kulia, isipokuwa vitu ambavyo kwamba si vizuri kutumia mkono wa kulia, labda kurokota uchafu kama najisi, tunaruhusiwa kushika na mkono wa kushoto. Mathalan, mtu ameshika uchafu, ni vizuri atumie mkono wa kushoto. Lakini jambo la kheri, jambo zuri kwa Uislamu, ni vizuri mtu atumie mkono wa kulia takriman, ili kufanya mtu ikramu. Wabillahi tawfiq, wa Allah subhanahu wa ta'ala atujali min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta